Bwana, mambo vipi kaka? Fresh kabisa. Fresh za kazi. Safi. Bwana, kuna baadhi ya watazamaji wangu hawakufahamu. Kwa hiyo hebu tuanzie hapa. Unaitwa nani na unafanya nini? Kwa majina naitwa Eligwamba Brand TZ. Kazi yangu najishughulisha na sanaa. Mwigizaji, mwandishi wa story, naongoza vitu vingi vinavyohusiana na masuala ya filamu. Kwa nimejikita sana na hiyo. Mpaka sasa una muda gani? muda sikumbuki kwa sababu zamani sana. Unajua sanaa ni kitu ambacho nilianza nacho kutoa. Kwa hiyo maisha yangu yote ni msanii. Maisha yangu yote inaambia ilianza lini? Zamani sana. Ni kitu gani ambacho kilikushawishi ukaingia kwenye upande wa uigizaji? Yaani ni nani ambaye alikushawishi kwamba bana unaweza kufanya kitu, au wewe ulijuaje kama una kipaji cha uigizaji? Nilijuaje? Yani niko mdogo pia nilikuwa napenda sana sanaa, yani muziki na filamu. Ila nilikuja udogoni kule kwa kuna filamu moja hivi niliona wakicheza kuna TB, DK, na EY, Baba, yani kwa star wengi. Sasa kwenye ile tasnia, yani ile filamu ile kuna maisha fulani aliishi TID mle ndani mwe. Yani kwanza ilikuwa ni filamu ambayo mpaka kesho mpaka leo nikitazama kuna hali fulani ya kumonea huruma TID. Yani naumia, yani nahisi, yani natoka kwenye hali ya kuona natazama igizo na kwa kama naona mtu yani anaishi. Kwa hiyo nilipenda siku moja nije nifanye kitu ambacho yani mtu atakuwa anatazama kwa hisia kama mimi ninapotazama kwenye ile filamu na kutazama TID. Sasa kwa hiyo safari ndio ilianza pale. Ila sasa haikuwa vile yani kila mtu kujua kama unapenda kitu gani, kwa sababu familia na mazingira yanayozunguka hayaamini kwenye masuala yani kwenye sanaa. Yani naamini kwamba unaweza kuwa mwigizaji, unaweza kuimba ukafanya maisha yako. Watu wanaamini usome, waajiriwe, ufanye kazi. Sasa hiyo ilikuwa nafanya mimi mwenyewe. Na hapo huo muda kinyumbani kusanaa, yani afadhali sasa hivi, yani wanachikia sasa hivi wana haraka kabisa. Hiyo nikipata Ligwamba kipata nani zamani. Wewe muda una kitu chako lakini haujui hata unafanya na nani, hujui yani wanafungana na wewe unacho. Kwa hiyo nikaa nafuatilia napenda alitoka movie akaja kaongezeka kama movie nyingine Mashubuleta Kikongwe wake na Msabanzi hapo. Kwa hiyo bado mimi yani ile naendelea kujifunza kuliko hicho kitu mbona. Kwa hiyo kuendelea sasa nikaanza kupenda na mimi nikaa napata ujasiri. Kaja kwa makundi sasa yanakuja makundi ya changamoto kukutana nayo, yanakuja yale makundi wakati ipo nyumbani kule pale. Yale makundi yanakuja, dada zangu ndo walikuwa washiriki, yani wapo kwa kuzia chini. Kwa hiyo sasa kuna muda unatamani uende, ila kuna mazingira kama wanakukataa hivi, yani unajua. Yani kwa msanii ananielewa mzani kwenye makundi kuna vitu vingi. Kwa hiyo mtu yani mtu ana mtu wake mdogo hivi, yani kwa tofauti na sasa hivi, yani sanaa muda ule bado ilikuwa ngumu sana. Kwa sasa hivi sanaa sasa hivi nyepesi sana. Umeona ile muda ule yani ulikuwa kitu kweli ufanyie kazi, yani ujifunze kweli, yani sema unafanya mazoezi unajifunza kweli. Kwa hata kwenye timu zile kuingia kwenye timu hata masharti yao yani vigezo tu ya kujiunga na makundi yao kwa shida. Mimi kama naendelea ambacho hichi najifunza. Umeona sasa najifunza muda ule pale. TV zenyewe YouTube zilikuwa issue. Kwa hiyo nikikuta gazeti lolote tu bali mimi naokota, lazima niende abanje nakute mchezo na burudani sijui nini, yani pale nikuta stories za wasanii nasoma pale, ndio najifunza nikawa najua mpaka nikaanza kutoa tabia yani sanaa kwa tabia gani nikaanza yani najifunza kupitia mpaka ilipofika dunia sasa ikawa imetanuka, utandawazi umeongezeka sasa hivi. Unaelewa nini sanaa? Kwa hiyo nikaendelea sasa kujifunza sehemu nyingi, kwa sababu sanaa iliendelea kukua, wakaja watu wa elimu, sehemu za kusoma, unalipia hicho unajifunza. Kwa hiyo ikaongeza material mpaka umesema kwamba familia haiamini kuhusu uigizaji. Sasa wewe kipindi unaanza familia yako ama na wale
jamii ambayo ilikuwa inakuzunguka ilikuwa inakuchukuliaje kipindi unaanza uigizaji wako? Wakati mimi naanza sanaa, kwanza kitu cha kwanza ilikuwa hivi, kwanza hawakujua moja kwa moja kama nina sanaa ndani yake, ila walikuwa wanapenda yani, unajua kuna kitu unaweza kuwa unakificha, ila watu namna hata maisha yako unavyoishi, unaona yani. Nakumbuka miongoni mwa tabia ambayo nilikuwa nayo, banda la video, yani hata kama nisipokuwa na hela nitakaa nje, yani unajua tunatoka usiku, yani unaenda kwenye banda la video, unakaa nje, yani unasikiliza movie, yani unasikiliza muziki, unasikiliza movie. Sababu walikuwa na karibu wanaanza muziki, anaanza movie za kibongo, sijui anakuja za kizungu, unapiga trailer huko nje tu unasikiliza, unakatiana kwa sababu kwa ndivyo ambavyo unakatisia zile pale huko nje, unasikiliza tu, unasikiliza labda mwenyewe sasa yule msimamizi pale akonea huruma tu, zile anataka kufungulia doji zile pale, na mwishoni unaenda unarudi nyumbani usiku sana, kwa mambo umefujua nyumba, yani unaumia, unajilaumu, lakini kesho tena umeenda, umeona. Kwa hiyo nilikuwa hivyo, nilikuwa na, kwa hiyo kwenye maisha ya sanaa, hata yani unajua wazazi wanapokuzunguka wanajua, wanaelewa yani huyu na vitu anavyovipenda, kwa sababu mimi sikuwahi kupenda yani michezo mingine, mimi sikuwahi kupenda yani kinachoitwa muziki, yani filamu, yani ndio vitu ambavyo nilikuwa napenda. Kwa hiyo kuna muda mwingine hivyo, na ile kulikuwa na ile hali ya kuchora cartoon, yani unachora cartoon yani story kabisa, mtu ameanza hapo unachora cartoon, yule alijibu hivi. Kwa hiyo watu wanaona hivyo. Kwa hiyo na maana hadi kwenye uchoraji uko vizuri kaka? Hapana, uchoraji siko vizuri. Nilikuwa nachora cartoon, ile unajua cartoon zile unachora tu, mimi nilikuwa najifumia sio mchoro, maneno yani cartoon zile zenye story. Kwa hiyo unachora picha, kauli zako pale ndo kwa vizuri. Nikichora mimi najifunia sio picha, mimi najifunia maneno yale pale. Kwa hiyo familia sasa, baada ya kwenda sasa kujua wakawa ni kawaida, na akikuwa kitu ambacho kinawakwaza kwenye ratiba zao. Sio kwamba nilikuwa siwezi kwenda shule kwa sababu ya vitu hivi, siwezi kufanya nini shule nini, zilikuwa zinaendelea vizuri. Kwa hiyo mimi nilikuwa naendelea kupambana na ilipokuja watu wengine wananijua, yani kila kitu kinaenda sawa, yani hapo ndio sasa familia. Kweli wakati naanza huko ndio support sana, support na wale support kwa nguvu zote, waliamini sana katika yote wewe anatoa, yani waliamini kitu changu nilichokuwa nacho. Unaona sana mimi miongoni mwa watu ambao kwanza kuaminiwa katika familia yangu, ndio waliniamini sana na walinisupport sana, yani sana, na waliamini saa yote na dakika yote kutoka. Walikuja kuvunjika moyo sana, ni kitu ambacho ni kina muda sana kusoma, na muda watu wanaamini wewe ndio bado. Sasa walikuja kuvunjika moyo pale, umeona, walikuja kuvunjika moyo muda ambao mimi nilikuwa nawahitaji. Unaweza kusema ni bora kwa ngeniacha, kwa sababu sasa hivi ndio nahitaji support. Kwa sasa support ni vile, alafu pia kuna muda mwingine mimi sijavunja moyo mimi mwenyewe, ila watu ambao nilishirikiana nao, yani unafanya kitu, unajua familia inajitoa katika kitu, inapambana, unajua kabisa sichi, yani wameshuti filamu, mamako anajua kabisa alikupa bei gani, unaona nani alikupa nini, umechukua nini. Kuna vingine haujaomba nyumbani, unaenda tu upana mtu na kanto, unaingia ndani unachota mahindi tu unaenda nayo, ila mama anajua nangu anaenda kupambana. Sasa nafika hatua wale watu wanaanza kukusema vibaya, yani wanaposema maneno kama mzazi, yani unaelewa, anaumia mtu, anaumia, anaanza kukwambia acha tunakugombanisha na unachelewa huko mwanangu, unagombana na watu, mbona hatuoni tija yoyote, wewe acha ndo kama cha tamaa. Hajanichoka bado, yani mimi hajanichoka kwa sababu bado mpaka leo hii hapo, yani nikifanya vitu vyangu panapohitajika msaada katika familia, nikaenda kuomba kitu fulani, sitosaidiwa kwa 100%, lakini hata ushauri pia. Na kuanzia umeanza kuingia rasmi kwenye sanaa mpaka leo hii, ni tamthilia ngapi ambazo umezitoa? Ndio kwenye sanaa tamthilia, wewe tuanza sisi, sanaa ilikuwa ngumu sana kwa sababu hata kameramani kumpata issue. Tunafanya kwenye makundi tofauti, kwa anaishia yani vile kwa mnaigiza tu nini, hata kazi zenyewe hazieleweki, na tushashuti na movie mengi hayajatoka. Changamoto moja tunakutana nayo muda huo, na shoot movie haitoki,
nafikiri movie nyingine haujui hata walienda kuonyesha wapi, yani siku nyingine anakupa tu au nimekuona nini huko kwenye media ya nani ya sinema zetu, sijui nimekuona hata wewe mwenyewe hujui yani movie, lakini kweli mtu anakuona na ukienda kuangalia na kwa inakuwa na ukweli ndani yake. Kwa hiyo sasa ukiniuliza idadi kamili ambazo nimewahi kushiriki sijui, lakini nazikumbuka hata kwa majina, hata angalau 5 6 nazikumbuka. Ni kwanza kabisa kufanya ilikuwa ni ipi? ya kwanza kufanya filamu ya kwanza kufanya kabisa haikutoka. Filamu ya kwanza ilikuwa inaitwaje? Sijui ilikuwa inaitwaje, mshikaji fulani, yani sio vizuri kuwasema kwa sababu ukiwataja itakuwa kama unawasema. Sasa ndio changamoto najua na mimi